Kama unajiandaa kufanya mtihani wa udereva hapa Marekani hivi karibuni, basi video hii inakuhusu kwa sababu leo hii nataka nikuelekeze ambacho kinaweza kutokea siku ya mtihani kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hadithi nzima inaanzia hapa kwenye jengo la BMV au DMV, idara ya usimamizi wa vyombo vya moto. Kabla hata hujaanza kuendesha, mtahini anaweza kwanza kukuomba uhakikishe kama vifaa vya gari vinafanya kazi. Kwa mfano anaweza kukuambia uwashe signal ya kushoto, signal ya kulia, taa za breki za gari au pamoja na taa za dharura. Baada ya hapo ataingia kwenye gari pamoja na wewe na mtihani utaanza rasmi. Kwa hiyo usiondoe gari kabla yeye hajaingia. Unapotoka kwenye maegesho usikimbilie kuingia barabarani. Kwanza tumia vioo vyako vitatu. Angalia mazingira yako vizuri kisha uingie barabarani kwa usalama. Kwa sababu moja ya mambo wanayoangalia kwa makini ni jinsi unavyotumia vioo na jinsi unavyoangalia mazingira kabla ya kufanya maamuzi yoyote yale. Baada ya kuingia barabara kuu, unaweza kutakiwa kubadilisha lane. Akikwambia ubadilishe lane, hakikisha umeangalia vioo vyako vyote. Uweke signal mapema, halafu ubadilishe lane kwa utulivu na usalama. Baadaye mara nyingi atakupitisha kwenye eneo la makazi. Katika maeneo haya mara nyingi speed limit inapungua kidogo. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini na watoto, watembea kwa miguu, waendesha baiskeli na magari yaliyopaki pembeni ya barabara au nyumba. Kisha anaweza kukupitisha eneo la shule makusudi. Ukiona alama ya school zone, punguza mwendo kulingana na speed limit iliyoonyeshwa. Kwa sababu hii ni sehemu ambayo madereva wengi watahiniwa hupoteza point kwa kutokuzingatia speed limit. Anaweza kukupitisha eneo la reli, na eneo hili linaweza kuwa la ajabu kidogo kwa sababu unaweza kukuta mataa yanaelekeana kwa ukaribu zaidi. Ukiona taa nyekundu zimewaka, simama kabisa na usubiri mpaka kuwe salama kuendelea. Na kama usijaribu kuvuka reli wakati mfumo unaonyesha kwamba kuna treni inakaribia. Kwa hiyo kwa ujumla katika mtihani wako unaweza kuombwa kufanya vitu kama vile kubadilisha lane au hata kuegesha gari lako. Na jambo la mwisho kabisa ambalo watu hawalizungumzi, usiende kufanya mtihani wa udereva ukiwa na kifaa chochote cha kurekodi sauti ama video. Hatimaye ukirudi tena kwenye ofisi za BMV ama DMV, mtahini atakupatia matokeo yako. Kumbuka jambo moja, wao hawatafuti dereva mkamilifu, wanatafuta kuona kama je, unaweza kuendesha gari kwa usalama na kwa kufuata sheria zilizowekwa barabarani na kufanya maamuzi sahihi unapokuwa nyuma ya usukani. Kwa hiyo huenda usiwe mkamilifu wakati huo, lakini ukawa unajua vitu vingi na bado ukafaulu. Hebu niambie hapo chini, kama ungefanya mtihani leo hii, ni mambo gani ambayo kwako yangekuwa magumu zaidi?